Ulitoa mfano ule binadamu tunavyotumia nguvu kuzuia baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mfano uliotoa hapo wa mtu amefanikiwa, huyu anaombea mambo yageuke. Binadamu wengi tuna maelekeo hayo. Kwa hiyo sehemu ya mafundisho mimi umenibariki sana. Tumpige makofi mengi sana. Sana. Na hii mnaona utajiri wa kanisa, Mungu anagawa vipaji kwa watu mbalimbali. Nilipofanya misa ya Pentekoste kule Lambo na mahali pengine niwaambia kila mmoja tambue vipaji ambavyo Mungu amefanya nini? Amemjalia. Changamoto iliyopo watu wengi wanatamani wanawivu vipaji vya mtu mwingine, wanaacha karama ambazo Mungu amefanya nini? Kwa hiyo unapofanya somo la uponyaji hasa kwenye msamaha ni somo gumu kwa lenyewe. Ukifanikiwa kujikomboa kwenye msamaha, wewe ni mtakatifu. Piga makofi mengi sana. Nilikutana bwana Ndunguru Jumanne au Jumatatu nilipofanya misa kujua, kama fadha tuko huku karibu, akasema natamani kufika huko, ila nikipata muda na sisi tuko kwenye mafundisho ya moyo. Sio tu tunalisha, na sisi wenyewe pia tuna njaa pia. Neno la Mungu sio tu kwenu, hata sisi. Na mnajua maandiko yameweka wazi, kipigwa mchungaji akianguka, anguko la mchungaji linaharibu. Yaani ukianguka inakuwa inakuhusu wewe, ila mimi nikianguka inanihusu mimi, inakuhusu wewe, inahusu kanisa, inahusu na hata watu wengine wanaweza kuacha imani kwa sababu ya mchungaji. Yesu mbona aliyokuambia inampasa nife, wanafunzi wengi walikimbia, sio? Akauliza kina Petro, na nyinyi mnataka kukimbia? Petro alijibu nini? Baba, twende wapi? Wewe unayo maneno ya uzima wa. Lakini wengi wao walifanya nini? Walikimbia. Kwa kabla sijitambulisha na kuwasalimia, naomba mpate neno la Mungu, Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 14 inaenda mpaka Yohane 17 aya 14, alafu alafu enda mpaka 17. Nani anaweza kutusomea? Wale ambao wako shamba. Na hii pia ni kipimo kama Kristo Katoliki, wenzetu wa hoteli nani walokole wanatutumu kwamba sisi hatujui nini kusoma nini. Kwa hiyo nikiwapa kazi hiyo, fungua hapo na mtu anachukua dakika 30, unajua kuna changamoto. Mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba watoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Amina. Tumpige makofi mengi sana msomaji. Asante. Sehemu ya maandiko ni salamu za mwisho Yesu aliyopatia mitume kabla ya kupaa. Hapo alikuwa na mambo mawili. Moja, alikuwa na waaga, lakini jambo la pili alikuwa amewaahidi kuwapa zawadi ya Roho. Sisi wana charismatic tuna nguvu ya kumwomba na kutumia mapaji ya Roho. Sasa mambo aliyosema hapo, moja, ulimwengu utawachukia kwa sababu unamchukia yeye kwa sababu sio ulimwengu. Hata ninyi mliokoka, mliobatizwa, mliopokea Yesu si mali ya ulimwengu. Kwa hiyo wewe ukichukiwa, badala ya kununa, badala ya kukasirika, badala ya kukonda, ikiwa na kuona unakonda kwa sababu unachukiwa, mimi najua wewe umefeli. Yaani ukikonda kwa sababu una watu wanakuchukia, wewe umefeli nini?
na ndani yake umeshindwa kutoa kitu ambacho mwalimu alikuwa anafundisha hapa. Kitu kinaitwa nini? Kwa unaongezea kwenye pointi ya mwalimu. Hivi mmoja alisema wewe unachukua na watu wawili, unakonda, unaumwa, sio? Kitimoto, nyama tamu kuliko yote, inachukua na watu wangapi? Kitimoto kinachukua na watu wangapi? Wengi. Sio watu wengi, na dini nzima. Unajua mwaka 90 kitu walifanya sensa Tanzania kati ya Waislamu na Wakristo, sio? Tunatofautiana kidogo sana. Yaani almost na idadi takwimu zile. Idadi ya Wakristo na Waislamu Tanzania tunaenda karibia, tunazidi Wakristo kidogo sana. Kwa hao wote wanakichukia kitimoto, sio? Umeona kitimoto kinahangaika? Hapana. Kinaacha kunenepa? Hapana. Na mwisho siku wameacha kuchukia na wenyewe wanakula nini? Kitimoto. Jana nilikuwa na wanafunzi wa Mfananyaki sekondari walikuja kwenye research ya somo la historia. Sasa mimi nahusika na mambo ya historia hapa. Kwa hiyo walikuja swali lao, mchango wa misionari katika maendeleo ya nchi ya Tanzania. Halafu katika kundi kulikuwa na Waislamu wengi. Halafu tumeongea, nimeuliza, hivi nyie kitimoto mnakula? Wakaanza kuishana. Wengine tunakula, wengine hatuli. Mtume Muhammad amekataza. Nikaelezea, mwisho anasema bwana, faza kweli kikiiva vizuri sisi tutafanya nini? Kwa hiyo mfano nimeleta ili ikitokea unafanya jambo jema, takatifu, la kumcha Mungu, la upendo, mtu awaye yote akikuchukia, wewe usiumie na yeye. Usipoteze muda na huyo mtu. Usimkasirikie huyo mtu. Badala yake huyo mtu mpende, mwombee, mtie moyo, mwonyeshe jinsi Mungu anavyokupatia nguvu ya kunena kwa lugha na kutenda katika roho na kweli. Jambo la tatu, sehemu ambayo Wanagamba alisoma, Yesu alisali, nisiombe Mungu awatoe duniani, bali Mungu awalinde na yule. Mpango wa Mungu tuishi wapi? Duniani. Tukitoka hapa tukaenda kule, tuwe watakatifu kama Mungu mwenyewe alivyo mtakatifu. Utakatifu hauanzi mbinguni, unaanza wapi? Duniani. Na Mungu habagui. Petro alisema, kweli nimeamini Mungu hana upendeleo. Ni Mungu wa wote, anatupenda wadhambi wetu, watakatifu wa kwake, wabaya wa kwake. Ndio maana mwalimu alisisitiza hapa, huyo naye mchukia, ambapo nitoa mfano, amekula watoto wako, sasa amerosti, sio nikaanga mimi, ufahamu vizuri kwa utakisema amekulaje. Au amewabanika kama anavyobanika nyama. Lakini mwisho siku huyo binadamu na unashindana. Na hawa adui wanapataga nguvu wakiona wewe unafadhaika. Sasa mimi nasali, nafunga, nimeacha dhambi, nimeacha pombe. Kwa sababu ile umejinyima mambo mengi. Sasa ikitokea jambo ambalo limekukaraisha, unaomba. Kama mama ndoa unakimbia ndoa yako. Kama unafanya biashara unatoroka. Na hama mpaka zile tunaanza kukimbia kwa huko. Kuna changamoto nimeenda juzi Kikuyu. Kuna mchungaji mmoja akaokola ameingia pale. Amempa vuruga pale. Na bila shaka Kikuyu wanawaza ni hawezi kuwa salama. Sina hawezi kuwa salama. Kwa kama kazi yote kipenda nilimwambia bwana Nduguru, muone namna ya kuwasaidia watu. Bwana anasema watu ambao wanaangamia kwa kukosa nini? Watu wanatumia udhaifu wao kukuhamisha kwenye uwepo, kukupotosha, kukuingiza kwenye matatizo. Kwa mfano, mmoja ajue kwamba wewe una shida ya hela na hujajua kwamba mfumo wa kupata hela kwa ajili ya mahitaji yako Paulo anaweka wazi kabisa. Asifanye kazi na asile. Sasa wewe unashindwa kujua hilo. Sasa bwana mimi natamani kwanza kuweka sofa nzuri za makaumba 26. Natamani lakini hauna. Anakuja unaona kuna mchongo hapa Freemason. Ingia. Ndio. Kuna mchepuko hapa unatoa hela hadi za kumwaga. Kweli mimi ni charismatic. Bora maisha yangu ni aibu. Sinaenda nikadandia hizo hela na mimi ndio nini?
siku utakapofumaniwa hiyo aibu itaficha. Aibu hiyo itaficha. Na sasa nimejitunza siku zote, lakini nilipochepuka ndo pap. Nikafanya ndio imeisha. Mmoja wanaume kati ya wanaume na wanawake kwenye shauri hilo. Niliwahi tu kufundisha ndoa kwa hivi nyie wanawake mume akikosea kosa gani unaweza kumsamehe? Akisema makosa yote unaweza kumsamehe. Wanaume nikauliza, nyie mume mke akikosea, akasema makosa mengine yote anaweza kumsamehe ila nikimkuta live. Kwa hiyo nilifundisha msamaha kwa wanaume. Kwa kuta live hapo tayari pale sasa wape kodi naona baba hivi hapa. Hata kama wakikuta live nao wanatakiwa wasamehe. Sasa baba hivi tunaweza utusamehe kama tunavyo. Usiposamehe huwezi pale kusamehe. Halafu watu wengi wanadhani kwenda mbinguni lazima kufanya matendo mema tu. Kipimo cha kwenda mbinguni ni msamaha. Pale msalabani Injili ya Luka wale wanyanya wawili alikuwa ametenda makosa ya kikii. Kilichomwokoa mmoja ilikuwa ni nini? Msamaha. Sentence moja. Yesu unikumbuke utakapoingia kwenye ufalme mwisho. Yesu akamwambia nini? Amin, nakwambia sio kesho, leo hii utakuwa pamoja nami wapi? Peponi. Tujifunze kusamehe, tutoe msamaha. Tumejeruhiwa, sio ninyi tu. Hata mimi nimejeruhiwa. Wewe umejeruhiwa, mwingine amejeruhiwa. Lakini tuna afya, tunalinga, tunapambana, tunasonga mbele kwa sababu tumejifunza somo la msamaha. Naombe kila la heri, Mungu ajalie nguvu, tumia vipaji vyenu vizuri, msibebe watu ambao wamekusumbua. Sabebe kabidhi Yesu, mwambie Mungu ushughulika nao, mimi nimewasamehe. Anayesamehe anaponya roho yake. Anayesamehe anaponya roho yake. Ukiponya roho yako una uwezo kuponya roho za watu wengine. Kinyume na hapo utajidanganya. Hata sali kwa machozi kama hujapata nguvu ya kusamehe, wewe moto unakusubiri. Tumsifu Yesu Kristo.